kweli tupu, limechujwa, limehakikishwa mara 7. Kwa hiyo wakati mwingine unapoomba sio lazima usikie ile sauti itoke mahali fulani kama ka sauti fulani kanakujia. Saa zingine Mungu anasema na wewe kupitia maandiko unavyoendelea kwenye maombi. Kwa hiyo tayari kabisa Mungu anaweza akasema na wewe kupitia ahadi zake zilizoko kwenye neno. Mwambie mwenzako rudi kwenye neno. Kwa nini urudi kwenye neno? Unajua leo hii tunaishi kwenye kizazi ambacho watu wanataka ishara na miujiza, lakini hawalitaki neno la Mungu kabisa. Hawataki kulisikia neno la Mungu, lakini wanataka ishara na miujiza. Lakini Yesu walipomwambia tunataka ishara, akawaambiaje? Kizazi cha zinaa kilichopotoka kinachotaka ishara, lakini hakitapata ishara isipokuwa ni ishara moja ya nani? Ya Yona. Nataka nikuambie hivi, Yesu ni mtenda miujiza, lakini huwa hatendi miujiza kwa watu wanaotaka watendewe miujiza na kuona ishara. Huwa anatenda miujiza kwa watu ambao wanaliamini neno lake. Sema amen. Sema amina. Narudia, Yesu huwa hatendi miujiza kwa watu wanaotaka ishara na miujiza. Yesu huwa anatenda miujiza kwa watu wanaoliamini neno lake. Kwa nini alisema kizazi hiki hakitaona ishara isipokuwa ni ishara moja tu ya Yona? Watu wengi hawajui hili neno. Iko hivi, nisikilize. Yesu anasema hivi, ishara pekee, maana yake ni kama anawaambia ishara pekee ya kweli unayotakiwa kuiamini ni ishara ya Yona. Ngoja nikwambie ishara ya Yona. Yona ilikuwaje? Alitumwa na Mungu aende Ninawi kuwahubiria watu wa Mungu, lakini yeye akakataa. Akakimbilia Tarshish kama kumtoroka Mungu, sababu wakati ule aliona Ninawi hao walikuwa ni kama maadui wa Israeli, kwa hiyo wacha wafe. Lakini wale ni watu wa Mungu. Akakata kona. Wakati akipanda meli ya kwenda Tarshish, vurugu ikatokea njiani, bahari kachafuka. Wakasema hapana, hapa inawezekana kuna mtu mwenye balaa hapa anayetuletea balaa. Na mimi sijui walijuaje, Biblia ituambii, ila wakapiga kura. Yona mwenyewe akajiumbua kwamba jamani, anayewaletea shida kwenye safari ni mimi, kwa sababu tayari anasikia hukumu moyoni. Mpaka hapo yuko kwenye meli, lakini ana ugomvi na Mungu. Unajua, ngoja nikwambie, kuna wakati Mungu anasema na wewe sana, lakini umekuwa kama Yona. Moyoni kabisa unasikia kwamba unavurugu mechi na Mungu. Mungu anakuambia nenda hivi, lakini wewe umekuwa kienda hivi. Na hiyo vita haitakaa ikome. Ila sasa naomba nikwambie, usiendelee. Kama unasikia sauti ya Mungu inavutana na wewe, anataka ufanye hiki na wewe unataka kufanya kingine, usitake sasa mpaka uende kama Yona. Usitake utupwe kwenye bahari, maana Yona alifanikiwa kuchomoka ni kwa msaada wa Bwana. Uenda wewe usifanikiwe kuchomoka. Unajua Yona kwa nini alitoka kwenye tumbo la samaki? Unajua kwa nini? Naam? Kwa sababu alikuwa na mission ya kufanya, lakini singemsaidia kwa sababu Mungu angeweza kuleta mission kwa mtu mwingine. Yona alitubu. Asante. Yona aliomba. Nenda kasome kitabu cha Yona. Alipoona tu mdomo wa samaki hivi ndio anaenda kuingia kwenye kinywa cha samaki, anaona ndio anatumbukia hivi kwenye lile lisamaki likubwa linyangumi ambalo lile linaweza kupindua hata meli. Akaona hapa nimeisha, akaanzia sala ya toba hapo. Sasa kwa nini Yesu anasema ishara ya Yona? Ndio hapo pointi yangu, nisikilize kwa makini. Samaki anammeza Yona, nisikilize. Wakati anamuona Yona, alimuona kama mtumishi. Alikuwa anamtazama Yona kama nani? Kama msosi. Kwa hiyo samaki anakwenda kumuona Yona kama chakula.
Kitu ninachotaka ni kuonyesha kwa nini Yesu anasema ishara ya Yona. Anajua Waisraeli kati ya muujiza mkubwa ambao wanaona nabii aliyewahi kutendewa muujiza wa kipekee katika manabii ni Yona. Kwamba siku 3 ukae kwenye tumbo la samaki bila kuwa chakula cha samaki, bila kusagwa kuwa chakula cha samaki, bila kuingia kwenye mashine ya tumbo la samaki usagwe. Lile joto la tumbo la samaki. Yaani unajua ule uhai wa Yona, halau yani Mungu alitengenezaje lile tumbo la samaki? Oksijeni aliipata wapi? Kwa maana nyingine, samaki alifunga siku ngapi? Jamani, samaki alisitisha shughuli ya chakula siku ngapi? Huku amebeba chakula ambacho hakiwezekani kulika. Mnanielewa? Lakini kina uwezekano wa kuliwa, lakini kimegoma. Yesu akawaambia, huo ni muujiza pekee ambao Mungu ataufanya kwangu nitakapoingia kwenye tumbo la samaki ambaye anamezaga watu hawatoki, yani tumbo la mauti. Nitakaa siku 3. Siku nitakapotoka, msipoamini hicho, come on. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwamba mtu yeyote anayetaka ishara na miujiza kwenye kizazi hiki, kama hataamini ishara ya Yona ambayo kwamba ni mtu ameshindikana kumezwa na kuliwa na samaki, anatoka akiwa live ndani ya siku 3, maana yake mimi nitaingia kwenye tumbo la mauti, ambayo hiyo mauti haiachagi mtu tangu dunia ilipoingia kwenye mikono ya mauti. Tangu Adamu alipokosea, dunia ikaingia kwenye samaki ambaye haachagi mtu hata mmoja akiingia kwenye tumbo lake. Siku mtakapoona mimi nimetoka kwenye hilo tumbo la mauti nikiwa mzima, nikarudi katika uhai wangu, mkaniona, kama mtu hata amini hiyo ishara, basi asitake ishara yoyote duniani. Full stop. Makofi kwa Bwana Yesu. Jamani, haleluya. Sikiliza, Yesu alitoka kwenye tumbo la samaki ya kutoka. Hiyo samaki imewahi kumwachiaga nani huko? Mauti imewahi kumwachiaga nani? Lakini Yesu Kristo akatoka, akasema kama mtu hata amini hiyo, asitake ishara nyingine. Sasa watu hawataki kuamini kufa na kufufuka kwa Yesu, wanataka ishara zingine. Watu wanakuja hapa, mchungaji mnauzaga mafuta. Sisi hatuuzi mafuta. Kama utaamini ufufuo wa Yesu Kristo na utaliamini hili jina la huyu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, aliyetoka kwenye tumbo la nyangumi ambaye ni mauti. Mauti ilimtema. Mwambie mwenzako, Yesu mauti ilimtema. Mwambie Yesu mauti ilimtema. Mwambie Yesu mauti ilimkataa. Sasa kama hiyo ishara tu haikupi akili, unataka nini? Yaani manake mimi najivuna kwa sababu ninamwamini mtu ambaye mauti ilishindwa mbele yake. Mauti haikufurukuta. Aliipigiza chini mauti. Aliipiga mweleka mauti. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wana hofu ya kufa. Kila kitu kina collapse. Unajua hata ukiwa na hofu kwamba biashara zako haziendi, manake zimekufa, hiyo ni roho ya mauti. Kuna vitu haviendi, hiyo ni roho ya mauti ambayo imetia hasara kila kitu kwenye maisha yako tangu dhambi ilipoingia. Yesu akasema, kizazi hiki kama hamtaamini kufa na kufufuka kwangu, basi achaneni na ishara zingine. Jamani, amina. Mwambie mwenzako, rudi kwenye neno. Sisi sio watu wa kufukuzana ishara. Nataka nikwambie, tutoke kwenye mafuta ya kupewa kwenye chupa. Tutoke kwenye vitambaa havina uhai. Ndani ya neno ndimo limokuwa uzima, sio ndani ya vitambaa. Ndani ya Yesu ndimo limokuwa uzima, ndani ya neno, sio kwenye chumvi. Sio kwenye keki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yake. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, rudi kwenye kanuni, rudi kwenye uumbaji, rudi kwenye neno linaloendesha kila kitu kwenye maisha ya hapa chini ya jua.